Is it captured? Now we see under the instruction and the wisdom. Tunaona chini ya maagizo na hekima. We are told as children Tunaambiwa kama watoto to make sure kuhakikisha we have a deep inward attitude. tuko na kitu cha undani, Tabia ya undani ya undani of respect. ya heshima, Then showing it through our actions. na kuionyesha kupitia badilishana vitu, Our actions. Matendo yetu. matendo yetu, Words. maneno yetu, Then care. na pia kushughulika kwetu. So we need to listen and learn from them. Kwa hivyo inafaa tusikize na kujifunza kutoka kwao, The parents. wazazi. We must follow their wisdom Inafaa tuheshimu uhusia wao and their experience. na mtazamo wao. When you check in Proverbs chapter 1 verse 8. Tunapotazama katika Mithali 1:8, Another point that we need to understand also. jambo lingine ambalo linafaa Under the pia instruction and wisdom, chini ya maagizo na sheria, we have to provide for them. inafaa tukaweze kuwapatia, We need to provide for them. inafaa tuwapatie. You know, it reaches a point Unajua inafika mahali where the parents becomes like our children. mahali ambapo wazazi wanakuwa kama watoto The way wetu. we are taking care of our children, Jinsi ambavyo tunatunza watoto wetu, we should add our parents to our children. inafaa tuongeze wazazi wetu kwa If I watoto have wetu. 4 children, Kama niko na watoto, I must take my mother and my father. inafaa nichukue Then I count as 6 children. nikihesabu kama When I give my children food, nikipatia watoto wangu I have also to chakula, give my parents food. inafaa pia niwapatie wazazi We should wetu. provide for them. Inafaa tukaweze, The moment I'm providing for them, wakati ambapo I tunawapatia, am blessing my family. ninabariki familia The yangu, children I have, watoto ambao niko nao, when I grow weary, nikikuzeeka, when I run out of provision, ninapoishiwa the na blessings from my parents, zile baraka kutoka through the kwa provision I gave them, kupitia yale ambayo ni it shall transform my children, and they shall never leave me hungry. na hawatawahi niwache. If I abandon my children, my parents, Wacha wazazi wangu to cry of hunger, wakilia kwa sababu my ya children njaa, abandon. watoto wangu wataniwacha. Sijipendekeza kwa pastor na ujipendekeze kwa mzazi. Utapendekeza kwa pasta na wapendekeza Mungu bila udani. Mchungaji, tumekuletea kuku wewe ukune na familia. Mimi wasikona taifa kile kuzibu ya. Na mama hata hawezi kukumbuka ni mwaka gani ulimpatia kuku. Mungu ndio anakusikiliza kunipiga tu roho usitakaye huko. Ukilisha pastor kinona tumbo, lisha babako pia nawe tumbo. Ndio isa pasta na kwa mimi bila kando vitu vile wao. Because your father is a biological father. Kwa sababu baba yako ni yule ambaye And your pastor is a spiritual father. na mchungaji wako ni baba wako wa kiroho. When he eats Akikula that which is from your hands, kila ambacho kimetoka kwa mikono yako, your father baba yako who begot you, ambaye alikuzaa, ask yourself, jiulize, has he eaten? amekula? Fulfill your responsibility to care for them Timiza jukumu lako la kuwalinda in their old age. katika uzee wao. First Timothy chapter 5 verse 4. Timotheo wa kwanza Or you think it's not the Bible? sura ya 5 mstari wa 4. It is the Bible. Ni Biblia. It is your responsibility Ni jukumu
when they grow old, wakati wanazeeka, as their children, kama mtoto wao, look after them. ukaweze kuwalinda. Whether you have or not, Ukiwa uko nacho ama hauna, you don't have it. hauna sivyo. You have a job that is not paying well, Uko na kazi ambayo hailipi vizuri, but there's no day you have slept without food in your stomach because your job is not paying well. lakini hakuna siku umelala na njaa kwa sababu kazi yako hailipi vizuri. There is no day Hakuna siku you walked naked umetembea uchi because you have a job that is not paying well. kwa sababu uko na kazi ambayo hailipi vizuri. You buy shoes, Unanunua viatu, you buy clothes, unanunua nguo, you pay bills unalipa with that low salary. na hiyo mshahara kidogo, You are educating the children. unasomesha watoto. If you can take a lot to educate your children, Kama unaweza chukua you can take a lot to buy clothes for your children. unaweza chukua pesa unanunulia watoto. You can take a lot to take care of your own parents. Pia unaweza chukua pesa na ukaweze kutunzia wazazi Or wako, God will just know ama Mungu atajua tu my salary is not enough to sustain me, my children, my parents. hautoshi kulinda watoto wako. He knows nothing about that. Hajui chochote. What you want to hear, Kile ambacho anataka are you kusikia. taking care of your own parents? Je, unalinda wale wazazi wako wazee, Even if it is 50 shillings, hata kama ni shilingi 50 give it unto them. ambazo unawapatia, It is a blessing. ni baraka. First Timothy chapter 5 verse 4. Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 4. But if they have children or grandchildren, these are the ones who should take the responsibility for kindness should begin at home. Supporting needy parents, this is something that pleases God very much. Lakini Verse 4, First Timothy chapter 5 verse 4. lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipia wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. I am a religious child. Mimi ni mtoto. If I cannot practice my religion at home, Kama siwezi fanya udini wangu nyumbani, it is useless. ni bure. You cannot be a good giver in the church Hauwezi kuwa mtu mzuri ambaye anatoa kanisani, when at home you are not a good giver. ilhali kule nyumbani wewe hautoi. Some interpretation says, practice this religion at home. Let it start at home. Tafsiri zingine zinasema practice this religion at home. jaribu hii udini nyumbani. You have parents Uko na wazazi or grandparents ama wazazi who are old. ambao ni wazee, Because of their age, kwa sababu ya umri wao. ninyi niangalieni hapa. Unamwangalia wakati shema, jema. Not everything that passes around you have to do that. Sio kila kitu ambacho kiko karibu na wewe unafaa kukitazama. I want you to pay attention to what I'm teaching. Nataka usikize kwa makini yale ambayo nafundisha, Not attention to what passes around. sio kwa kile ambacho kiko karibu na wewe.
nyumbani uko na wazazi wazee You are not taking care of. au wasaidii, But in the church, lakini kanisani you are active. uko It is useless. kitu ni bure. Let me tell you the truth. Wacha nikwambie ukweli. God says, Mungu anasema if you do that, ukifanya hivyo you make him happy. unamfanya It afurahie, pleases God. inamfurahisha Mungu. And a daughter and a son Binti yoyote ama mwana who yoyote looks after his or her own parents ambaye anawatunza wazazi and wake wazee provide for them, na anawaletea, it pleases God. inamfurahisha Mungu. We look after them. Ukiwatunza, I know you love your wife. najua unapenda mke wako, I know you love your husband. najua unapenda mume wako, I know you love your children. najua unapenda watoto wako. What about your mother? Mbona si mama yako? What about your father? Mbona si baba yako? At that old age, Katika ule umri wa uzee, she or he needs you. yeye anakuhitaji. When they grow up, Unapozeeka you now become their parents. unakuwa sasa wewe ndio mzazi wao, Don't abandon them. usiwawache. Then as long as I build the church of Christ, the blessings of Christ is on me. Unasema kwamba hata nikijenga kanisa la Mungu, baraka za Mungu ziko juu yangu. It is a shame Ni aibu when your parents needed food from you, wakati wazazi wako walihitaji you never gave them. au kuwapatia. When they died, Wakati wanakufa you bought expensive coffee. ukanunua jeneza, You hired expensive catering. unaleta wapishi wakubwa, You hired a catering of 50,000, unaleta wapishi wa 50,000, 100,000, ya 1,100, 200,000. 200, In the name you are giving your mom or your father perfecting Bible. kwa jina kwamba unapatia unasindikiza mamako. Let us give our mother perfecting Bible. Wacha tumpatie mama And when she was alive, heshima, na wakati alikuwa hai, a bread of 130 shillings she could not see from you. mkate wa shilingi 130 navyo She's there. amekufa. People are coming to eat in her funeral. Watu wanakuja kula kwa matanga A yake. stupid child. Mtoto mjinga, A shame, a disgrace to the family, ni aibu kwa hata baba to the yake, society. hata kwa kijiji. And if the society can have even more than 10 like those children, Na hata kijiji kikiwa na watoto 10 kama they wewe, should even be burned in the fire. inafaa hata wachome kwa moto, Because that is a curse to the society. kwa sababu hiyo ni laana kwa ukoo. Spending on them while they are alive. Wapatie wakati, Don't wait until they die to spend in their funeral. usingoje wakufe usimame kwa matanga yao. He will not wake up as a father Hata amka kama baba and say, my son be blessed, na aseme, mwanangu ubarikiwe, and daughter be blessed, binti yangu for giving me ubarikiwe, a perfecting Bible. ili kwa kunipatia kunisindikiza safari yangu ya mwisho kwa In the coffee is crying, pale katika jeneza analia, my daughter, binti yangu, my son mwanangu had money alikuwa na pesa when I was dying of hunger. wakati nilikuwa nakufa kwa njaa, He would not even buy me a bread. angeweza hata kuninunulia mkate, But today I'm dead. lakini leo nimekufa. He does everything. Anafanya kila kitu. In the days of your life, you'll be spending your money in mortuaries, Kwa siku zako za kuishi utakuwa unamalizia pesa zako in funerals, kwa matanga, to be blessed by names. ili ukaweze kubarikiwa na maiti. When it comes to giving, you don't have money. Wakati ukifika kupeana hauna pesa, Bless your parents walisha wazazi wako while they are alive. kama bado wangali hai. In some churches, Kwa makanisa mengine you work hard unafanya to bidii borrow so that you can buy a pastor suit. ili ukaweze kununulia mchungaji suti. When you cannot borrow and buy your father suit, Wakati ambapo huwezi omba na ununulie baba you can borrow unaweza omba to buy the wife of a pastor Kitengo, kununulia mke wa but you mchungaji, cannot buy for your mom. lakini huwezi kununulia mama yako, And then you believe you will enter heaven. na unaamini utaingia mbinguni. God will use the Bible Mungu
mtu wa kwanza ambao nilifanya bidii kupokea baraka zake. Then I struggled to have from my father. Na nikang'ang'ana kupata kutoka kwa baba. While they were alive. Wakiwa wako ndani hai. God broke. God broke. Ukiwa umekosa. God broke. Kosa pesa. Kosa pesa. But make sure. Lakini hakikisha. They have it. Wako nayo. While they are still alive. Kama wangali hai. Allow their hands. Kuruhusu mikono yao. To carry your money in their hands. Kubeba pesa kwa mikono yao. To receive bread from their hands. Kupokea mkate kutoka kwa To mikono yao. receive clothes from their hands. Kupokea nguo kutoka kwa mikono yao. While they are alive. Kama bado wako hai. Don't wait until they are dead. Usingoje kama wamekufa. You carry a good coffin. Unabeba jeneza nzuri. As if you are wishing them to die. Kama ulikuwa unataka wakufe. You are praying them to die. Ulikuwa unaomba wakufe. So that you can give them a good set of. They were gathered. For them to live it was a burden. Ukawasikilize vizuri kwa sababu walikuwa mzigo kwako. Now because they have died. Sasa kwa sababu wamekufa. The burden has been taken away. Hiyo mzigo imeondolewa. The mina was spent because I know it is the last that I will never spend in a day. Wacha sasa nitumie pesa. So you are chasing them and taking them. Oh. Unawafukuza na At least I'm relieved because you are there. Sasa nimekufunguliwa kwa sababu wamekufa. That is foolishness. Huo ni upumbavu. Let them be a burden to you while alive. Wacha kuwe mzigo kwako. When they die, wakati watakufa, you will understand. Utaelewa. It was not a burden. Haikuwa. It was a blessing. Ilikuwa ni baraka. It was a privilege. Ilikuwa ni tunuku. So we see in the same chapter. Kwa hivyo tunaona katika huo mstari. It instructs children. Inawapatia maagizo. To put the religion into practice. Waweke sabato kwa Dini yao kwa matendo. Your Christianity should be put into practice. Ukristo wako unafaa uwekwe kwa matendo. How? Vipi? By caring for their children, their parents. Kwa kushughulikia wazazi wao. Don't wait until the chair is empty. Usingoje hadi wakati ambapo hicho kiti kitakuwa bure. One day you will wish. Siku moja utatamani. You will hear the voice of your father. Ungesikia sauti ya baba yako. You will hear the voice of your mother. Ungesikia sauti ya mama yako. It is painful. Ni uchungu. Don't live on wishes. Usiishi kwa majuto. Wishes is destruction. Majuto ni uharibifu. How I wish. Kwamba ningejua. It is even worse than cancer. Ni mbaya hata kuliko saratani. How I wish. Nilikuwa najua. I could hear the voice of my father. Nimesikia sauti ya baba yangu. Just once a time. Hata kama ni mara moja. How I wish. Ningejua. I could hear the voice of my mom. Nimesikia sauti ya mama yangu. Just once a time. Hata kama ni mara moja. Calling my name. Ikiita jina langu. Becca. Becca. You know, the voice of a mother calling your name. Unajua sauti ya mama yako ikiita jina langu. While alive. Akiwa hai. Sounds good. Inasikika vizuri. Missing that voice calling your name. Ukikosa hiyo sauti ikiita jina lako. It is more than the pain. Ni uchungu kuliko hata hiyo uchungu. Do the right thing. Fanya kitu ambacho ni sawa. While the chair is still occupied. Wakati ambapo hicho kiti bado kimekaliwa. If you think it's a job, Kama unafikiria ni rahisi. ask my daughter Juliana and my daughter. Uliza binti yangu Juliana na They binti will yangu. tell you how it is painful and horrible. Watakwambia jinsi ambavyo ni uchungu sana. And how it
kutenganisha kati yako na and yeye, you will live in regret. na utaishi kwa majuto. The voice of your father calling you, Sauti ya baba yako ikiita, my daughter, binti yangu, how are you? unaendeleaje? Time is coming. Wakati unakuja, You will wish, utatamani how are you? vingine gani. There are things we cannot see Kuna vitu hatuwezi ona when they are alive. wakati wako hai. When they die, Wakati wanakufa, we will see them tutaviona and we will not understand. na tutaelewa, And it will not help us. na itatusaidia. What I can say to you, don't let regret Usikubali majuto become louder iwe na sauti ya juu than the conversation of your heart. kuliko mazungumzo ya moyo wako. When regret becomes loudest than the conversation inside your heart, Wakati majuto yanakuwa ya sauti ya juu kuliko mazungumzo ya moyo wako, you are not different from the person who has run a slow poison. wewe sio tofauti na yule mtu You ambaye are not different from the person who is suffering from elephantiasis and cancer. wewe sio tofauti na yule mtu ambaye So, if your father or your mother is still alive, kwa hivyo kama baba yako ama mama yako bado angali hai, call him or her. mpigie, Make sure hakikisha every day kila siku or even after day, hata baada ya siku you hear the voice of your father, your mother. unasikia sauti ya baba yako ama ya mama yako. Those who are far away from their parents, Wale ambao wako mbali na wazazi you are with wako, the husband, with your wife. uko na mke wako na baba, Always make sure kila wakati hakikisha you skip on your day, not two. unapopita. Let it not take 2 to 3 days before Uchukue siku mbili ama communicating to your parents. kama hujazungumza na You will wazazi wako. take 2 to 3 days Ukichukua siku mbili au and tatu you think it is normal. na ufikirie ni The kawaida, 4th day you will want to call, ile siku ya nne you will call, there will be no response. utakuwa na And then you will hear, na kisha utasikia your mother is seriously sick. mama yako ni mgonjwa We sana, are taking her to the hospital. tunampeleka hospitalini. On the way to the hospital, Akiwa you njiani receive another call. unapata Your mother is not home. mama yako hayuko tena. You can call your pastor 5 times a day, Unaweza pigia mchungaji wako hata siku 5 kwa siku, but it takes 2 weeks to call your father. lakini inakuchukua hata wiki 2 kupigia baba You are an yako. idiot. Wewe ni mpumbavu, Go and change. enda ubadilike. Buy him something. Buy her something. Mnunulie kitu, Visit her. Visit him. mtembelee While they are alive. kama bado wako hai, Even if in a position, hata ukiwa kwa nafasi, because they are old, kwa sababu ni they wazee, have become one of the children. wamekuwa mmoja wa watoto wako, Take them out. wapeleke kule nje watembee. Remind her or him how you now him, how you love her. Ukumbushe au wakumbushe jinsi ambavyo unawapenda While they are still alive. wakiwa wangali hai. When talking to your mom, Ukizungumza na mama yako, remind her. kumbushe. Sometimes you can crack jokes. Wakati mwingine unaweza kufanyia Mom, you know sometimes you are stubborn and misunderstanding. wakati mwingine mama, unajua wewe ni msumbufu, But you are the sweetest mother in this world. lakini wewe ndio mama mzuri Make duniani. jokes with the how with him while alive. Fanya mchezo na yeye kama ngali yako hai. Hello. Halo, That stop disturbing me with your calls every time. baba, wacha kunisumbua na simu zako kila wakati. Will you be happy if my husband takes me away from the man and I come to stay with you? Will you marry me? Mind the talk when you are talking to her. Utafurahia bwanangu akikufukuza kuja kuishi na wewe. Mind the talk when you are talking to your mother. Zingatia yale mazungumzo ambayo unazungumza na wazazi wako. Father, I am busy building. Baba, niko na shughuli mingi So na let me kujenga. build. Let
that woman will leave you. Yule mwanamke atakuacha. One day that man will leave you. Wakati mwingine wewe mwanaume atakuacha. The only person you will run to Yule mtu tu ambao utamkimbilia. is that old mother, that old father of yours. Yule mama mzee ama baba mzee wako. Don't ignore them. Usiwapuuze. There come a time. Utafika wakati They will be gone. wataenda. The sweet husband, the sweet wife Yule bwana mzuri au bibi has abandoned you. amekuacha. You have nowhere to go and cry. Hakuna mahali ambapo utaenda kuishi. Shameless will go and stand on the grave. Kwa vile utaenda kusimama kwa kaburi. And you cry. Ukamlilia. Mom, how I wish Mama ningejua she will not wake up hata amka and encourage you. na kukueleza. She will not wake up Hata amka and encourage you. na kukueleza. Don't wait until you miss the voice that you can never hear again. Usingoje wakati ambapo utapoteza ile sauti ambayo hutawahi sikia tena. Don't avoid your father because you quarrel every time. Because she quarrel every time. Usipuuze baba yako kwa sababu kila wakati You know, I don't like going home unajua sipendi kwenda because nyumbani I have a stubborn father, I have a stubborn mom. kwa sababu baba yangu ni msumbufu. So because they are stubborn, they don't go home. Kwa sababu ni msumbufu sitaenda nyumbani. Those stubborn parents are your parents. Hao ni wazazi wako. Without them, Bila hao or you. wewe hauko. You know, we have some of us here who are tired of our parents. It's good. Unajua kuna wengine wetu hapa ambao tumechoka kwa sababu ya They were not tired of begetting us. Why are we tired of them? hawakuchoka kutuzaa. Kwa nini sisi tunachoka kwa sababu? You know how stubborn you were Wewe unajua jinsi ambavyo when you were a small child. wakati ulikuwa mtoto mdogo. How your mother persevered you. Jinsi ambavyo mama yako alivumilia. Covered you with the pampers. Akakufunika kwa And knocked you when you have already. akakufungua wakati ambapo tayari ulikuwa umejisaidia. She endured the ordeal that no man can, even your husband cannot. Alivumilia ile harufu mbaya. Your wife cannot. Bwana yako They hawezi. do about your mom too. Na mama yako alivumilia. Wewe jikondolea hapo kwa mambo usikie mume wako anaongea. Ulingane kutoka msimu wao wako sana wako. Jikondolea kwa mambo wako usikie mume wako anaongea. Ulingane kutoka msimu wao wako kale wako. Lakini mama yako atakuvumilia akamwambia mwanangu. Lakini mambo alikuzia. Mama, what a shit. Are you crazy? Bwana anasema hili nini wewe ni mjasiri. Is this the thing I married? Hiki ni kitu ambacho nilioa. And the mother would just pass away. Lakini mama atavumilia tu. So you know that special person. Kwa hivyo kuuza ule mtu wa maana. My husband is the best. Mume wangu ndio bora. My wife is the best. Mke wangu ndio bora. But don't ignore your parents. Lakini usipuuze wazazi wako. Hello? If you've not been taking something to them Kama hujakuwa ukiwapelekea kitu from today, kuanzia leo, start taking to them. anza kuwapelekea. Those children Wale watoto who have taken the responsibilities that were supposed to be the responsibilities of their fathers and mothers, ambao wamechukua majukumu ambayo ilikuwa ya baba yao ama mama yao, don't regret it usipuuze and start blaming the faith of your father. na uanze kusema kwamba Take baba it alikosea. as a great privilege. Ichukue kama nafasi kubwa Taking care of your parents kulinda wazazi wako as your firstborns kama wazaliwa wa kwanza is a blessing more than a blessing. ni baraka. Some of us will go into debt so that our parents can have something. Wengine wetu tunaenda kwa madeni ili wazazi wetu wanaweza. And if we die right now, na nikikufa wakati huu, if we die right now, tukikufa wakati huu, like me, if I die right now, kama mimi nikikufa wakati huu, you bury me tomorrow, nizike the kesho. next day we come to bury my mom. Kesho kutwa tutakuja kuzika mama yangu. Don't see it as a burden.
Usione kama ni mzigo. It's a great privilege. Ni nafasi nzuri. Taking a responsibility of your father Kuchukua majukumu ya baba is a privilege. ni nafasi kubwa. You have double blessings. Uko na baraka maradufu. More than what is spoken of in the Bible. Kuliko hata zile ambazo zimezungumziwa. Don't complain. Usilalamike. Sometimes it's challenging to speak but not. Wakati mwingine ni ya changamoto, lakini Tell God to give you a heart of service. ambia Mungu akupatie ule moyo wa To kumtumikia. keep you enough with your children, with your wife, with your husband, and with your Pia ya kutosha na kwa mke wako, watoto wako, hata wazazi wako. another fact. Jambo lingine, Speak respectively ongea kwa heshima when talking to your parents. wakati unazungumza na wazazi wako. Mama, shut up! Daddy, listen to me. If you tell me, if you come down, I will not give you what I will. No. Na When you are angry, ukiwa na hasira and you feel like in that anger you can talk to your mother or your father in a bad way, na ujihisi kwamba katika ile hasira unaweza kumwongelesha mama yako ama baba yako kwa njia mbaya, just walk away. tembea tu, Come back when the anger is cool. rudi kama hasira imetulia, Then apologize. kisha uombe msamaha. Why you left Kwa nini ulitoka? was to put the anger. Ili kupoesha ile hasira, Then talk to them. kisha wazungumzie. The parents of today are fun. Wazazi wa siku hizi ni wajabu. Stop playing as an equal to your children. Usicheze kama unabishana na watoto. Show them the authority of a parent. Waonyeshe mamlaka ya mzazi. Refrain from cursing, mocking, or speaking negative about your parents. Kama kuzungumza, kukejeli na kuongea vibaya kuhusu wazazi wako. As it has been mentioned in Proverbs chapter 30, let's see, Proverbs chapter 30, verse 11. Imeelezwa katika Mithali 30. Chapter 30, verse 11. Sura ya 30 mstari wa 11. There is a generation that cursed their father and doth not bless their mother. Kuna kizazi cha watu wamlaanio baba yao wala hawambariki mama yao. And this is the generation. Na hiki ndio They kizazi. can talk anyhow to their parents. Wanaweza zungumza jinsi wanafikiria kwa wazazi wao. Even if you are free to your parents, Hata kama uko na don't confuse your parents with your friends. usijichanganye kuhusu Don't confuse your parents with your sisters and your brothers. usichanganye wazazi wako na ndugu zako. Respect that position of a parent. Heshimu hiyo nafasi ya mzazi. As a father, as a mother, there must be the difference. Kama baba, kama mama, lazima kuwe na utofauti. Kama mzazi, There must be limits. lazima kuwe na viwango. Today, Leo I will call my children nitaita watoto wangu and tell them, na niwaambie, since the death of your mother, tangu kifo cha mama or yenu since the day the mother divorced you, ama tangu
hiyo siku mama yenu alinipa talaka. I've never ever felt like marriage. Sijawahi hisi kama kuoa. But I want to tell you, Lakini nataka I kuambia. have met someone who has really touched my heart. Nilikutana na mtu ambaye ameguza moyo wangu. Then I introduced the person to the children. Kisha nikaweza kumtambulisha huyo mtu. So the children knows, Kwa hivyo watoto wanajua so and so fulani is the wife to be, ni mke mtarajiwa as our mama. kama mama yetu. As they are still digesting that, Kama bado wana how to adapt with it, jinsi ambavyo I'm coming with another one nakuja na mwingine and telling them na nawaambia the other one disappointed. yule mwingine This is the alinikasirisha. one. Huyu ndio ambaye amekuja. What am I teaching my children? Ni nini ambayo nafunza watoto wangu? That even when they come with different girls to me, with a different voice to me, it's not bad. Kuja na So wasichana. I'm teaching them to become whole. Kwa hivyo ninawafunza kukua Alive. malaya. There must be that difference between, limit between, the gap between a father, a daughter, a father, a son, a mother, a daughter, a mother, a son. Lazima kuwe na ule mpaka kati ya. Don't walk with your daughters as a father as if they are your girlfriend. Don't walk with your boys as a mother as if they are your boyfriends. Usitembee na binti zako ama watoto wako kana kwamba ni marafiki wa You will lose your thought of correcting them when they make mistakes. tumia mamlaka yako kuwakosoa. There must be that gap. Lazima kuwe na hiyo mipaka. Mothers of nowadays and the daughters of nowadays. Mama wa siku hizi na mabinti wa siku And hizi sons of nowadays. Fathers of nowadays. na baba wa siku hizi. You keep on cursing your children. You keep on cursing your parents. Kila wakati mnalaani watoto wenu, mnalaani wazazi wenu. You can even bring your boyfriend in the same house. Unaweza kuleta marafiki wako wakiunga The house of your mother nyumba ya baba and yako your father. na baba. You bring a girlfriend Unaleta in the house where your mother and your father stays. mahali ambapo baba yako na mama yako wanakaa. Tomorrow you will bring another one. Kesho utaleta mwingine. The other day you will bring another one. Hiyo siku ingine utaleta mwingine. If you bring 5 boyfriend or girlfriends in the same house of your parents, Ukileta marafiki wa kiume watano au and your parents are not saying anything, na wazazi wako hawasemi chochote, just know you don't have parents. elewa tu kwamba hauna wazazi. Tunapata uwe kasichana kangu umemea kakuna naweza ngoyo kiuno bwana. Kwanza kale kwa kiamu kuja nako kuingia. Na kama nitakugonga na kamekaa pale tena nitakashika hivi. Uko na katoto kadada. Kakaleta boyfriend kukaa kwa duka lenye nimemweka kwa duka langu. Nikamwona pia duka langu ni nyumba ya koya. Umepoteza damu. Kama dada kufudhani. Heshima ndio ndani na wewe usiku. Sita face that guy. Naongea na wewe. Huyu jamaa mwenye amedai nywele huyu. Huyu mama mwenzangu naita boyfriend huyu. I'm giving 1 hour. Nikirudi nisipata. Nikimpata wewe na yeye hapa kama mko smart. Tukutane after 1 hour. When I came back, I found the boy vanished in the spirit. The children of nowadays who are mannerless. Have some manners. And sometimes parents tolerate you a lot. They have forgotten their parents. Wakati wetu bwana umepatikana kwa barabara umesimama na kademi. Unaongea nako kwa hivi, naka kwa hivi. Huyo sio mzazi wako lakini atawanyorosha mkono.
They are walking like this, showing that they are sympathized to all the men. Hawaogopi kupita hata mbele ya wazee wakiwa na sketi fupi wakitembea hivi. Is this the generation we call a generation? Hii ndio kizazi tunaita kizazi. And parents are proud of it. Wazazi wanafurahia. Our daughters are wearing bikers, and they walk on the streets. Even they can enter the car like that. Hata unaweza ingia kwa gari hivyo. And you are a father at home. Na wewe ni baba. You are not left with the biker. Mwanako alitoka akiwa amevalia ile ubaika. A mother, you see your daughter wearing the biker and walking like that. Kama mama unaona binti yako amevaa ile ubaika na anatembea hivyo. Short sleeves. Anavaa nguo ya mkono fupi. Without bra. Bila sidiria. Mombasa, mom was exposed dancing like this, and she's walking. Even the front of them. And the mother you are watching. And the father you are watching. As a father, what is it interested in your own daughter? That you want to see. Why are we mocking and cursing? The father and sons and daughters. The father is dressed in a short trouser. Very short. With a vest. Then he's now walking with the sons and daughters. Like this. And maybe this father is blessed with this as if he's pregnant. And he's walking. When he meets the friends, these are my sons and my daughters. Fathers nowadays, they walk like this. 60 years, 50 years, 40 years, 90 years like me. Walk like this with a side trouser. Is something okay? There is a problem somewhere. There is a disconnection of the memory wire somewhere that connects to the brain. Then we call ourselves parents, building generation that will honor us, that will bring us name, honor, what? Matthew chapter 15 verse 4. This is the father of 4 girls, 3 boys. When leaving to a bathroom, he has no vest. The chest is out, wrapped in a towel. In a towel. Then he's free to walk in the sitting room. In corridors. With a towel. And meet the daughter and water. 5 baba. A mother with a towel. A mother with a towel. And she's a mother of Nigeria's boys. And above 15 years. With a towel. In Congo
Why have we lost it? Kwa nini tumepoteza? As a parent, Kama mzazi, when you go to take a bath, unapoenda kuoga, make sure you cover your body very well. hakikisha unafunika mwili wako vizuri sana In the presence of your children. mbele ya watoto wako. Hello. Hello. You know, my daughter said I'm a mother. Even when I got sick, they were the one, wait until you fall sick so that they can birth you. You are not sick. Haujakuwa And mgonjwa. because you are not sick, Kwa they sababu are not allowed to see the African map that is here, which is a map. hawafai kuona ile alama yako ya kuzaliwa ambayo iko hapa. Your body is not for your children. Mwili wako sio wa watoto wako, It is for your husband or your wife. ni ya mke wako au mume wako. My son Lakika, Mwanangu yakikuja, you have a grown-up boy like this one. uko na mtoto ambaye amekuwa kama huyu. Then you are walking with a short skirt that has a slit. Kisha unatembea na sketi fupi ambayo And then the boy is walking behind na huyo mwanangu anatembea nyuma yako. a mother. Wewe kama mama, When did we turn into animals that cannot reason? ni lini tulibadilika tukawa wanyama ambao hawawezi wakafikiria? As a head man I am, Kama mtu ambaye akona you are not supposed even to sit with your daughters in a sitting room haufai kuwa sukari na babali wearing short trousers. ukivaa hata You are watching TV with short trousers afar. umekaa na watoto A father and daughters. baba na mabinti And you are hair everywhere. na una manywele kila To mahali. make it worse, you have a vest also. A vest. So it exposes the hair on the chest. And you are watching TV with your daughters. Karibu kabisa umevaa fulana na umekaa na mabinti wako na And then you bring the daughters to pastor. Pastor, you see, drive out the demons of prostitution from my daughters and whatever. kisha utaletea mchungaji hapo ukimwambia wale watoto ukitoa mapepo ya usherati. Sometimes the children will forget what they are found. Wakati mwingine watoto watasahau wewe ni baba You yao. see the child doing like this. Utaona watoto wakifanya hivi. Dad, Na baba, you are the best man I can have in this world. You know, I jealous my mom. ninaonea mamangu huyu. You have made that child to jealous the man. Umefanya huyo mtoto agogo. Now she finds herself, seeing herself to be better than the man. Kisha anakuona kuwa bora kuliko mama yake. She deserves you than the man. Anakuhitaji hata kuliko mama yake. Now you're not jealous, you got a good man. How I wish I get a man like my father. Unakuonea wivu nilipata mzuri, naomba nipate mzuri kama huyu. And then the man, because your head is full of cow that you say, and look at this guy. Stop joking. Mama yako Who told you amejaa your father is a good man? amejaa samadi kwa Anyway, he's a good man, and I'm going to get a good man than your father. naomba tu upate mume mzuri kama baba yako huyu. Silly generation. Kizazi kipumbavu. Matthew 15, verse 4. Mathayo sura ya 15 mstari wa 4. Chapter 15, verse 4. Sura ya 15 mstari wa 4. For God commanded, honor your father and your mother, and he who speaks evil of father or mother, let him surely die. Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake na afe. As to suffer death. Lazima aupie kifo. Any person who speaks evil of his mother, father, he suffer
mama yako ni mbaya kiasi gani. Don't talk evil of her or him. Usiwahi kuzungumza mabaya kumhusu, Says the Lord. asema Bwana. If you speak evil of them, Ukiongea mabaya you are kumhusu, inviting death upon your life. unaandika kifo katika maisha yako. Wachana na baba wangu mzee tu kingine hata stima alikuwa anafikiria nikipenda siwezi penda mtu. Nikijua mwanaume bado nataka kupenda kwa kama na baba yake. Kama na baba wao ni sisi, ni mwanzo na baba wao ndio sisi kwa baba yake afadhali. Nikijua msichana anaenda kwa atakuwa anataka kama zao mama ni yeye sione. You speak as an idiot. Never talk ill of your parents. However bad they are. Wangapi Yesu akikuta sema tena. Angalia nyingine umekuwa kutoka wakati sasa umekuwa na mrengo mdogo. Sumaye ongea kwa mama yako na baba. Alafu kuna mbili. Ama na confuse mbingu na pepo ya baba. Hiyo inaweza hiyo uchukue mama yako bila chakula. Are we not sinners? Yes, this is the way you done. When you talk ill about your parents, you are a sinner. You have to repent. I know you will have so many excuses. Don't excuse yourself when the word of God is speaking the truth. But possibly you don't know. You know, my mother has some funny characters. My father has some funny characters. Even you with the him, with the heart. You find yourself talking ill about. No, don't excuse yourself. Ask God to fill your heart with self-control. You are with your friends, and then you see your mother coming. You tell your friend, let's hide. I don't want my mother to see me. Because she will start begging for many things. When she asks, behind us, tell me about my mom. Let's start. Kama tukupatia leo kama mama kesho nakurudishia. The Bible forbids us from talking evil about our. I told you here, I will teach you everything so that there will be no altars you can hide in the time of judgment. I want to close all corridors. Remember your mother. Persevere whatever person will walk away. She saw last moment. Your mistakes, your pride, your anger, your ignorance, your rudeness, your stubbornness, your foolishness, your failures. Yet somehow she still chooses to love you. She still chooses to protect you. She still chooses to call you her child. She's always proud of you as her child. Even when you go back, she will accept you. No one else. When you fall sick and able to walk, she will always be there for you. When you are abandoned by that man,
mkono wake kila wakati to tell you, my daughter, kukwambia mwanangu, you are my daughter. wewe ni binti yangu, Why this? usijali, Take it easy. nichukulie kwa Another person can abandon you mtu yoyote mwingine anaweza kukuacha. when you feel disappointed. Ukifikia umechoka, Always feel free to come. kila wakati jihisi kugonjwa. I am your mom. Yule ni mama I yako. will always accept you. Kila wakati nitakubali. When that girl disown you, Huyo mtu anapokuacha, the mother will tell you, mama atakwambia, come my son. kuja mwanangu, It is not the end of the world. sio mwisho wa dunia. Maybe Labda you are not married together. hamkuumbwa wote pamoja. The one who was meant for you. Yule ambayo aliumbwa kwako, At the right time, kwa wakati mzuri will come. atakuja. My son, take heart. Mwanangu, jipe moyo. When you are supporting, when you are not supporting, Wakati unasaidia ama usaidii, she will always pray for you. kila wakati atakuombea. In your stubbornness, Katika usumbufu wako, she go to church and kneel down and tell God, my daughter, my son. anaenda kanisani, anapiga magoti akiombea binti yangu ama mwanangu. That is the only person, however bad you are, that person will accept you always. Yule ndio mtu tu, hata ukiwa mbaya kiasi gani, However bad you are, that person who is your mother will never wish you bad. hawezi akakutakia mabaya. Even when you are caught stealing, Hata kama and people say, kill him, kill her, na watu wanasema ua, the mother will say, mama atasema, if it is a must to kill my child, kama ni lazima muue mwanangu because of what he or she has committed, kwa sababu ya kile ambacho spare his or her life and kill me. anachukua maisha yake. That is the woman who can offer life for you. Yule ndio mwanamke ambaye anaweza kutakia maisha. When the world rejects you, Wakati dunia that inakuacha, is the woman that will never reject you. yule ndio mwanamke mtu ambaye hawezi kukuacha. Sometimes we fathers, Wakati mwingine sisi kina baba we can disown, tunaweza kataa say, kusema hapana, but mothers cannot. lakini wamama hawawezi. Well, always their choices. Ile wakati wewe ni chaguo lake, However bad you are, haijalishi uko mbaya, pray for them, waombee, fight for them, wapiganie, protect them, walinde, provide for them. watafutie, Visit them while they are still alive. watembelee kama bado wako hai. Maintain health and boundaries. So I finish. Maintain healthy and boundaries. Ukatilia mkazo afya na mipaka. If your father or your mother is abusive or toxic, Kama mama yako au baba yako ni mtu wa matusi, you can still forgive them. bado unaweza wasamehe, You can still honor them by forgiving them. bado unaweza waheshimu kwa kuwasamehe, Praying for them. waombee, Treating them with the Christ kindness. ukaweze kuwachukua kwa heshima Without condoning their actions bila or subjecting them to harm. ama kuacha na njaa. As discussed in the Bible Jinsi ambavyo imejadiliwa kwa Biblia about teachings. kuhusu mafunzo, Always remember, kila wakati kumbuka, a mother's heart roho ya mama carries what nobody else can carry. inabeba kile ambacho hakuna mtu mwingine anaweza beba. Many people will live. Watu wengi wataishi, Will live watatoka when it becomes unbearable. wakati itakuwa kwamba huwezi stahimili. They can even pray against you. Wanaweza kaomba kinyume na wewe. A mother will keep praying for you. Mama ataishinda, A mother will keep worrying for you. atabaki akikuwaza. A mother will keep hoping for you. Mama ataendelea kukutakia, Always you become a better person. kila wakati atakutumai kwamba utakuwa mtu mzuri. That moment when the world turns against you. Wakati ambapo dunia imeinuka kinyume na wewe, When the world judges you as the most toxic person. wakati dunia inakuona kama mtu mbaya A sana, mother will see the best child she has never had.
Mama atakuona kama mtoto mzuri ambaye keeping to pray for you. akiendelea kukuombea. She will still believe and trust in you. Bado atakuamini na Through her, she will always talk to God. kupitia magoti yake kila wakati ataongea na Mungu. My child is a blessing. Kwamba mtoto wangu ni baraka. And I am praying, Father, one day you are going to change her. Na ninaomba Baba, wakati mmoja utambadilisha. One day you are going to change you. Wakati mmoja utambadilisha. Will impregnate a daughter of somebody. Atampa binti ya mtu mimba. When the world turns against you, wakati dunia itainuka, the mother will protect you. Naomba kila wakati atakukinga. She will get pregnant. Atapata when rejected. Wakati amekataliwa. Even the father will reject you. Hata baba atakukataa. But the mother will accept you. Lakini mama atakukubali. So the heart of a mama, kwa hivyo roho ya mama, carries what nobody else inabeba kile ambacho hakuna mtu anaweza beba. The pain the mother can persevere. Ule uchungu ambao mama anaweza. The father cannot persevere. Baba hawezi vumilia. Anybody cannot persevere. Hakuna mtu ambaye anaweza vumilia. Always. Kila wakati. Honor your mothers. Waheshimu mama zenu. When talking to your mothers, ukiongea na mama yako, talk to them in a kindful way. Waongeleshe kwa njia ya ukarimu. They may be wrong. Wanaweza kuwa wako. But remember, lakini kumbuka, no one is like a mother. Hakuna mtu kama mama. You will never have someone like a mother. Hautakuwa na mtu kama mama. Or you want to wait until they die so that you can understand? Ama unataka ngoje wakufe ndio uelewe. You can steal. Unaweza iba. When chased by people, wakati unafukuzwa na watu, you run to the arms of your mother. Unakimbia kwa mikono ya your mother will hide you. Mama atakuficha. And then correct you. Kisha atakurekebisha. But the father, lakini baba, out of anger kutokana na and feeling disappointed, na kuhisi kwamba he will hand you over the people to kill. Atakupeleka kwa wale watu wa kuua. Saying, hey, I cannot give up the thief. Akisema kwamba mimi siwezi sawa kabisa. Take care of them. Watunze. If your father, your mother are alive, kama baba yako kama mama yako yuko hai, you are honored. Unaheshimiwa. Take care of them. Watunze. And if you still have a father, na kama baba bado kuna baba, the mother died, mama alikufa, take care of him. Mlinde. You have a mother, uko na mama, the father died, baba alikufa, take care of her. Mlinde. They are special people in your lives. Ni watu wa maana kwa maisha yako. Don't judge them by their mistakes. Usiwahukumu kwa makosa yao. Don't judge them by their failures. Usiwahukumu kwa hisia zao. When they failed, wakati hali walianguka, in supporting you, wakukosa in kukusaidia, raising you, wakukuza, in educating you, wakukusomesha, should not be your concern. isiwe ni, should not be in your budget. isikuwe kwa bajeti ya Play your part. wewe fanya. When in a position, ukiwa kwa nafasi, don't count their failures usihesabu pale and pay them according to their failures. na ukaweze kuwapaka rangi kulingana na Do your part fanya so that you may have long days on earth. ili ukawe na siku mingi duniani. Days of blessings, siku za baraka, days of prosperity, siku za ufanisi, days of success, siku za kufanikiwa, days of favor,